economical support yetu inapofanya really enable us to gather here today. Some of us have not had to be at the feet of Jesus Christ. This or event for our ancestors. One day, that bush burning was for your standing on holy in Egypt. I have heard the actions have praised them with the head Christ today, and to honor the same God who delivered our people, my people. I have heard that there are so many challenges to proclaim free. You will be free in the mbele Mwenyezi Mungu kwa standing on the promises of standing on wako kudirishia mapenzi na uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na kanisa lako takatifu kwa that we are given, but we don't get because God intervened. Linda Shuma, na mimi hapa Freetown ni kizazi cha 5 cha mtumwa aliyeachiliwa katika eneo hili la Freetown miaka 200 iliyopita, ya kuwa karibu miaka 200 baada ya kuachiliwa kama watumwa na kuweza kupatiwa ardhi hii ya Freetown, na miaka karibu 70 baada ya Kenya kupata uhuru wake, jamii ya Freetown bado tunaendelea kuwa watu wasiotambuliwa, watu waliosahaulika, watu ambao historia yao inafutwa. Vijana wetu katika jamii ya Freetown wakifika umri wa kujisajilisha na kupata vitambulisho vyao, watoto hawa wanaweza kudhulumika, na wanapata dhuluma kwa sababu jamii ya Freetown haijaorodheshwa katika kabila za asili ya Kenya. Watu hao, na kwa sababu ya hivyo watoto hao wanalazimishwa kuchukua kabila na asilia za wale watu ambao kweli tumetangamana nao kwa muda huu wa miaka 200, lakini sio asilia yetu haswa. Tumelazimishwa kuchukua asilia za Kimijikenda na zinginezo bila kuzingatia na bila kuhifadhi umuhimu wa historia ya wale walioachiliwa kama watumwa katika eneo hili la Freetown. Katika muda huu historia ya wale walioachiliwa kama watumwa inaenda ikifutiliwa mbali. Ardhi tuliopewa kama jamii ya wale walioachiliwa hapa kama watumwa inaenda ikimegwa polepole. Jina langu ni Archdeacon Douglas Ojwang. Kwa neema ya Mungu mimi ndiye kasisi msimamizi wa parokia hii ya Emmanuel Freetown au viko wa parokia hii, na pia ni mwakilishi wa baba askofu katika masuala ya huduma na utawala katika eneo hili la Kisauni. Ombi letu kama kanisa ni kwamba kanisa hili ambalo ni la kihistoria is a gazetted monument. So ombi letu ni kwamba mchoro wa barabara ukapate kusonga pande ile nyingine ya saidi ile nyingine, kanisa lisiguswe wala ukuta wa kanisa usiguswe, kwa sababu ya kuhifadhi historia ya Injili Afrika Kusini na Mashariki. Na kwa hivyo inatukumbusha yale mateso walioyapitia
babu na babu zetu wa kale, na kupitia kwao kanisa hili linasimama. So kwa mateso yao inatukumbusha sana ya kwamba kweli hakuna kilicho na mwanzo chenye hakina mwisho. So ombi letu ni kwamba tuendelee kwa serikali iendelee kuhakikisha ya kwamba kanisa hili linasimama vizuri. Haya, kwa majina yangu mimi naitwa Moses Ole Kachike. Mimi ni naibu mkurugenzi katika ofisi ya Rais, kitengo maalum ambayo Rais ameweka ili washughulikie watu walio wachache na waliotengwa humu nchini. Na leo tuko hapa kama serikali, tumesikia baadhi ya malilio yao. Moja yapo tu yakiwa ni recognition, ile tunaita courts. Jambo lingine ni historical land injustices, na jambo lingine ni ajira kwa watoto wao na languages. Kama serikali tumepiga hatua kubwa kama ofisi ya Rais, ile kitengo ambayo inashughulikia watu wachache na waliotengwa. Kwanza tuko na jukumu la kumshauri Rais kwa ile tunaita ile kipengele ya 56 article 56 on affirmative action. Kufikia hivi sasa tumeweza kutengeneza ile sera, ile Kiingereza inaita policy ya watu ethnic minorities and marginalized communities, ambayo Freetown Descendant ni moja wao. Already His Excellency amelaunch ili iweze kushughulikia mambo yao. Jambo la pili ni kwamba tuko pia tunashughulikia legal framework, ile Kiswahili inasema mswada bill, iko katika bunge letu la kitaifa na hivi karibuni itaweza kupitishwa na Mheshimiwa Rais ili iweze kushughulikia mambo ya jamii hawa. Na Freetown leo tumepata mkutano wa faragha na wao, tumezungumza, tumesikia hoja zao. Kama jengo hili ambayo iko nyuma yetu ambayo ni kanisa yao ambayo imeanzishwa na mababu wao, kuna tetezi kwamba serikali ya kaunti na ile ya kitaifa iko na barabara inataka kupita hapa, na wao wamesema wanaomba ili mambo hayo yaweze kuangaliwa, na hayo yote itakuja katika ile jukumu letu ya kuadvise His Excellency on issues lands, historical land injustices, na hayo yote yataweza kuwa addressed. Mimi naitwa Matano Andrew Mwambila na ni chairman wa Freetown Descendants. Tumekuwa na kongamano ama ibada ya ukumbusho wa abolishment ya slave and slavery. Slave trade ilikuwa ni ile watu wanauzwa kama mbuzi, na slavery ni ile wakati wamechukuliwa wamepelekwa kwenye mashamba huko Amerika, India kufanya kazi kama watumwa. Sasa leo sisi tunasherehekea na tumekuja kwa ibada kanisani hapa ili tuje tuombe. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka miaka hiyo 200 hadi wakati huu. Kuna makabila mengi hapa. Kuna watu kutoka Tanzania, Wangoni, kuna watu kutoka Rhodesia, kuna watu kutoka Ivory Coast, kuna hata Wakamba, kuna Wanyasa, kuna watu kutoka Zambia. Wale wote walipoletwa hapa waliwekwa katika hali ya kiculture ya wazungu. Yale mambo yao mahando, maerizi, manguo yale ya kitamaduni waliambiwa wayatoe, kwa sababu waliachiwa kanisa hili ili liwe kama mahali pao, shrine yao ya kuomba. Naitwa Eunice Adhiambo Odhiambo. Nafanya kazi na vuguvugu la Africans Rising. Ni vuguvugu la Pan-African ambalo ina wanachama wa Afrika kutoka nchi zote 55 barani Afrika na vile vile watu wenye asili ya Kiafrika kule Ugaibuni. Mimi nafanya kazi hapo kama ofisa wa urejesho. Kuna harakati za kufuatilia zile serikali za Kiomani ama Oman Arabs ili waweze kukubali kuwa kwanza waliwakosea hii jamii ambayo tuko nayo, alafu vile vile waweze kuwafidia kwa yale yote walioyapitia kama watumwa kwa sababu ya ile biashara ya utumwa. Pia tunasaidia kwa kuweka kumbukumbu kwa kucelebrate siku kama hizi ambazo ziko katika kalenda ya Afrika.